Mi Wakongomani basi mi nawasikilia huruma. Nawasikilia huruma sababu kama binadamu atakimbilia wapi? Msipokuwe mnatazama siasa na mipango ambao inaendelea kwenye nchi ya Kongo. Muko mnaenda bakia mayatima, mnabakia wale wa maskini wa mwisho. Sababu Museveni mahali anapotoka Uganda kuingia Kongo, maisha imemshinda. Uganda wako wanamfukuza vibaya sana. Wakati ya uchaguzi walimshinda, iko kati ya kiti kwenye kinguvu. Nguvu za silaha ndio zinamtia kwenye kiti. Wakati anakaa anafahamu panga, anasema ya Rabi nifanye nini? Njo akafanya mkataba na Kabila huyo ambao alitoka kwenye kiti juzi na Tshisekedi, wakaelewana ya kwamba ati we tusindikize kati ya nchi ya Kongo, uingie saa mwenye anatafuta ADF, tukisha gabua Kongo, tafadhali utakuja na kaa hapo watoto wako na wewe binafsi na wengine kadhalika wa jamaa yako. Sababu Uganda shatamwa Museveni gizi ni Munyarwanda. Wako wanamfukuza sahi, wanajitafutia nchi yao. Nishasikia ati Kongo kuko kikao chikuu nyumbani kwa Kabila ule mkubwa, sijui ni Musienene ndio kwenye anakaa pale. Saa hii bako na mpango ya kugabua Kongo, ndio kuingia Kongo kisiasa, bakisingizia ADF ati ndio wanakuja toa kule. Sababu ADF ndio hao wenyewe tangia zamani. Kabila ndio ADF, Museveni mwenyewe ndio ADF na Tshisekedi binafsi ndio ADF. Saa hii wanakuja kujitafuta hao kwa hao. Kongomani usiposimame ukafanya fujo, usiposimame ukakufa mwenye tabaka kabako kapigania uhuru wa nchi yako, mnaenda bakia mayatima. Hakuna kizuri kinachoendelea kwenye Kongo asipokuwe Kabila iko ndani na Museveni. Kumbuka mahali mnapotoka. Migogoro yenyu na mifurugano yote kwa ujumla imetokezea kati ya Museveni na Kabila. ADF hakuna mwingine, ni hao kwa wao. Sasa hivi mnawapatia mikono kwa kuingia nchi yenu na nyinyi mnakaa. Museveni wa Sudani wako wanateseka. Somalia wako wanateseka sasa hivi. Ethiopia iko kati ya vita, Museveni ndio msimamizi. Sababu hao Wanyarwanda hata kienda soma Biblia wanakuambia hao watu ambao walitokeza Israeli watakuwa mvita, kupigana, kuiba na vitu vingine kadhalika. Mahali popote wanakaa ndio wanatafuta bakuwe bashindi na bakuwa bakubwa wa juu. Saiba Kongomani munakaa, munasema ati wamekuja kutuokoa. Uganda imekuja kutusaidia kutujengea barabara, bako wanaenda kata North Kivu inakuwa nchi ya Wanyarwanda. Kabila tatawala miaka 10 kisha anapatia mtoto wa Museveni naye anatawala, bakisha kimbia Uganda sababu Uganda shabageuka. Sasa mnakaa kimya. Muko na uhuru na raha, munawaza, muko munaenda kulala vizuri, munatembea vizuri, munakula vizuri, banatengenezea nchi yao, banatengeneza nchi yao ambao wanaenda kata North Kivu. North Kivu njoo wanaenda kata, nakwambia we Kongomana ambao wananifuata ukisikia hii audio. Bakisha ikata nyinyi wana inchi binafsi wenye inchi munaenda anza uwawa pole pole. Munaenda anza uwawa pole pole, bataleta vijana wadogo na wasichana wazuri kutokezea Rwanda, banaingia pale kwenu Kongo North Kivu, banaanza za. Mutenda jekuta miaka 15, miaka 20, Wanyarwanda wamekuwa wengi, nyinyi mnakufa kimoyo moyo, lakini mko mnakaa. Kongomani anakaa kwenye Belgium. Kongomani anakaa kwenye Sweden. Kongomani anakaa kwenye Ireland. Kongomani anakaa kwenye Turkey. Kongomani anakaa France, Spain, Madrid, wapi mahali popote dunia hii. Simama imara, mfanye mamigomo, mkakuwa 5 10 mnafanya migomo, mnakamata makaratasi mnaandika kwa uhuru, Museveni toka kwenye Kongo. Kwa uhuru Banyarwanda mtutokezee kwenye inchi. Kwa uhuru Museveni hatukupendi huko wenjo ADF, lakini mnakaa kimya. Uganda na budogo wa Uganda, kamata Kongo 13 naeneza Uganda moja. Uganda 13 kueneza Kongo moja. Saika Uganda kenye kako kadogo saa umbu, njuka nakuja kutengenezea barabara. So naona Kongomani gizo nasinzia.
Uganda yenye haina chochote, masikini, sababu ndio nchi yenu, ndio nchi yangu. Mimi niko koroneli, nilikimbia Uganda juu ya mavita na kutuua bajenerali, bakoroneli, kila mwenye anakuwa Muganda kamili anakuwa Munyankole, mwenye anakuwa kabila ingine asipokuwa Mnyarwanda banakuua. Mwende kwenye Twitter, tazama bifu ambao binakuwa Uganda vya bajenerali, koroneli, ba wapi bote, utabatazama, utabahisabia majina bengi, utabasoma. Sasa wakati ameona hapa Uganda bishamshinda, mara moja amekimbilia kwenye Kongo. Banatengeneza nchi yao, batengeneze mabarabara, kisha babatawale. Kongomani kamilifu atakufa, mwenye atabaki atakuwa maskini wa mwisho. Gizo naona mutwa batu wa Rwanda ndio benye nchi, lakini bako ba masikini ndio banatengeneza hizi pipe hizi zenye banakunyia mu tobacco, ndio banatengeneza hizi vya zamani benye balikuwa wanabebea mu maji, sijui kama vinaitwa nini, maribuyu hivyo. Ndio batu wanatengeneza huko mu milima, lakini ukienda soma historia, mtu ndio mwenye nchi kamili. Lakini Kongomani, tafadhali, ukiwa na fursa, ukiwa na mamlaka, ukiwa na sauti, ukiwa na telefoni, ukiwa na mikono miwili, miguu miwili, tafadhali simama imara na kwa utaratibu ng'ang'ania nchi yako. Pigania nchi yako, ukipiga kelele na migomo zile zenyewe. Lakini nyinyi mko mnapiga mikono, ati UPDF imekuja kutusaidia. Wewe tazama miaka ambao UPDF inaenda maliza pale, msipoifukuze ndio miaka mnaenda kufa zaidi. Kongomani mtakufa zaidi. Hii ni mipango ya Wanyarwanda. Ni M23 ndio iko kule ambao inakwambia ati wanapiga ADF. Kuko Wanyamulenge, wa John Bosco Ntaganda, wote walikimbilia Uganda, sasa ndio wamerudia kwenye Kongo ati wanapiga ADF. Batambue vituo vizuri, bameingia machuma makubwa sana, basha tengeneza mabarabara zao. Kongomano naenda badilika masikini, usiposimame imara. Msikilize hii ujumbe, migome tawasaidia. Mulilie Amerika, mulilie wazungu wote, sababu hawa watu nyuma kuko kuko Wachinwa, kuko na watu wa North Korea. Kongo banaenda kitafuta kikao kikuu kwa kutengeneza hii bunduki za kumaliza dunia ambao zinaitwa nuclear. Nyinyi mko pale mnakaa na kukula vizuri, mnakaribisha UPDF. Kongomani, mimi nawaambia, niko Muugande, nakaa nchi za kigeni kwenye nchi ya Norway, niko mwanajeshi koronel, nilikimbia juu ya kutafuta kutuua, kutumaliza wasipokuwe Banyarwanda. Uganda nakufa. Mtafute historia, nyinyi bamewaingilia, sasa mnapiga mikono. Msipofanye migomo kwa kuuliza bazungu kubasaidia, nyinyi bafukuze kule Uganda, mko mnaenda kufa bure, tena mnaishi. Mtaisha bie, mtaisha mzuri. Bakongomani msimame imara. Bakongomani mkuwe na nguvu. Muungane kwa utaratibu na ukamilifu. Msizube mtu kuwazubisha kuongea maneno ya usaidizi. Batabasaidia nini? Uganda yenyewe naoza, barabara hakuna. Uganda yenyewe hata ukiona airport yao ike nenda chukuliwa na China juu ya madeni ambao banadai Uganda. Sasa hivi wameingia Kongo kuwasaidia. Wanawasaidia nini? Mkuwe welepo, siposinzie. Usipokuwe saa mlevi Mkongomani, tazama mbari na kuona na kukua mtaratibu. Mimi nawaambia kazi yangu ni kuwahamusha na nyinyi kutazama mbali. Tazamia tangia Mobutu akufe nani alimuua? Ni Museveni. Kuleta Kabila libaidia tutatupatia North Kivu, Kabila kakubali, wakamsindikiza na sira, wakapiga mpaka Kisangani, wakaiba kila kitu. Wakati Kabila likaa kiti akakataa kujaza zile mikataba zao, akawakatalia kuwapatia North Kivu, njobe wenyewe wakamuua. Bakakamata huyu mtoto wake Kabila mwenye alikuja na mama yake, akakamata kiti. Wakati mlipigana naye akakuwa nyuma ya Tshisekedi akakamata kiti. Sasa iko na mpango na Museveni na Tshisekedi wote kwa ujumla kwa kugabua Kongo. North Kivu enaenda tena, bakaji pale mtakufa, hawezi bakacha mkakuwa pale. Mtaona mauaji naendelea zaidi kuliko ADF, sababu ADF ndio hao wenyewe. Mwenye atapata hiyo ndio tumania mwenzako. Unapotumania mwenzako, tafadhali muungane, mkitumikisha telefoni na zingine social media. Msimame kila mahali.
kwa kufanya migomo. Benye bako Ulaya mnakuwa 3, 5, 10, mnaenda kwenye embassy ya kituo fulani, mnaenda kwenye UN, IMF, mnaambia dunia tunataka Museveni toka nchi mwetu. Sisipokuwa hivyo North Kivu imeenda. Tafadhali tena kwaherini, msikilize hiyo audio. Mwenye atachagua chenye atachagua na kamata, mwenye hata kamata, mateso ni yenu Wakongomani. Sisi kazi yetu tumeifanya. Salamu kwa Wakongomani wenzetu nyinyi yote kwa ujumla, wakina baba, mama, wakina papa na watu wengine kadhalika, ukiwa ukanakaa nchi ya Kongo. Mimi niko mwanajeshi ambao alikimbilia nchi za kigeni nchini Norway wakati ya migogoro na mivurugano ya siasa katikati ya nchini Uganda. Wakati tulipokuwa na upinzani, tukaanza maana yake kushauria Museveni kumamba ambao ya kwenda anatafuta vita nchi zingine tofauti, na namna alikuwa anaendesha viongozi wake katikati ya mavurugu, tukakimbia nchini wakati alikuwa anatafuta kutuua. Museveni ameua wajenerali wengi, Museveni ameua wakoloneli wengi, Museveni ameua wakapiteni wengi katikati ya jeshi lake. Ukienda kwenye simu yako, utafuta kwenye Twitter, WhatsApp, kwenye Twitter, Facebook, utafute majina kama hii. Utafute wakina Kazini, huyu alikuwa jenerali, wakina utafute wakina Nobo Mayombo, utafute wakina Generali Andrew Kawes Felix, utafute wakina Generali Kasirie Gwanga, utafute wakina Generali Nobo Mayombo na wengine wengi. Utawasoma, utaona gizi Museveni ameua kila mtu ambao anamletea shauri ya kuacha madaraka. Museveni ameingilia nchi zingine tofauti Wakongomani. Usipokuwe na akili ya kutazama mbali na kufikiria historia mahali umetoka, huwezi kuwa mwelefu. Lakini kumamba ambao niko naenda kukuonesha, lazima utaona ati mahali umepotoka Mkongomani na mahali unaenda unastahili kuwa mwelefu zaidi, ukitambua hawa watu wapi wanatupeleka kama sisi wa Afrika. Ukienda tazama chanjo cha migogoro ya Sudani, kuigabua, kuuawa kwa Garanga na vita ambao zinaoendelea Kongo, zinaoendelea Sudani, Museveni iko katikati ndani. Ukienda tazama kifo cha Rwanda ambao kilikuwa mwaka 1994, Museveni ndiye alikuwa chanjo akishindikiza Habyarimana, Pasteri Bunyenyezi, akisindikiza Fred Rwigema na vingine kadhalika, bakiingia Rwanda bakaua mpaka bahari za kuteremuka kupitia Masemuriki na zingine zikiendelea Victoria zikakuwa damu pekee. Alikuwa ni Museveni. Museveni katikati ya mavita ndiye alikuwa ndani ya kuletea migogoro Burundi, kuona kama ule president Nkurunziza wakati walikuwa wanamtoa madaraka akiwa nchini Tanzania alikuwa ni Museveni. Fikiria chanjo cha vita ambao zinapoendelea Somalia, vita ambao zinapoendelea Ethiopia, vita ambao eliwaletea nyinyi Wakongomani kuteseka. Mlikuwa watu wa raha, ulikuwa unatafuta redio nzuri, ulikuwa unaipata ndani ya Kongo. Jeans, bitenje ambao mnaita vikwembe vilikuwa vinapatikana ndani ya nchini Kongo. Kongo ilikuwa ni nchi ya raha wakati wa Mobutu. Chanjo cha kutoa Mobutu alikuwa ni Museveni na Rwanda. Wakaingia mpaka wakapiga Kongo, wakavuruga Kongo, wakaibia mali Kongo, mpaka nani akafanya nini? Mobutu bakamtoa kwenye kiti. Wakati balikuwa bashaandikishana mikataba na Mobutu na Kabila mkubwa, wakati ataingia kwenye madaraka agabue nchi ya Kongo, bawapatie North Kivu, yani ikuwe sehemu moja ya Wanyarwanda. Wakati Kabila mkubwa alikataa, hao wenyewe Museveni akiwa ndio kiongozi kikubwa wakati ya hii mauaji, alitoa amri na kuwapatia watu fursa, wanajeshi, mpaka wakaua Kabila mkubwa. Kabila akakufa. Bakakamata mtoto wake mwenye haiko mtoto wake hata saa hii. Huyu mtoto alikuja na mama yake, huyu Kabila mdogo mwenye shaacha madaraka sasa hivi. Bakamtia kwenye kiti. Wakati wa Kongomani walikuwa saa welefu hivi, hule akatokezea ndani akawaletea Tshisekedi. Mpaka saa hii mauaji iko inaendelea Kongo.
Tazama vizuri, sio kusema hii mambo ambao nawaambia ni kuchukia nchi yangu Uganda ama ni kuchukia nchini Kongo. Mimi napenda kufahamisha we raia wa Kongo, we binadamu na mzaliwa wa Kongo, Mkongomani. Nataka kufungua bongo yako kuwa unatazama mbali mahali unapoenda na mahali ambapo unatoka. Saa hii wakati Uganda iliingia Kongo, ilihibia Kongo mali mpaka kuendea mamilioni za dola sijui ngapi. Uganda iko katikati ya mahakama makuu ya dunia kwenye Hague. Bakakatia Uganda kulipa Kongo pesa mengi sana, hata wakienda hisabia pesa kuwalipa Wakongomani, labda bakamate nchi ya Kongo, nchi ya Uganda baitie kwenye Kongo, ndio wanaweza bakabalipa mwile hali ambao walibaibia mali. Walienda paka Kisangani, wakienda paka Mungwalo, bakaiba paka Mapulito, wakienda Oza ile wakaiba, sehemu za Nyanya waliiba kila kitu mpaka na kufikia kiwango cha kuiba singa zenye zilikuwa zinatembeza hii hali ya simu za zamani. Mpaka sasa hivi Mkongomani uko na sinzia. Wakongomani mko wa Afrika wenzetu. Wakongomani mko wa dada zetu, tuko majirani. Wakongomani mko watu wazuri, watu washazana nyinyi, tushaoana, tuko damu moja. Lakini Mkongomani tambua Mwafrika jirani ndiyo nani. Sasa munapiga mikono, munapiga sauti kubwa za raha, munakaribisha Museveni sababu ameingiza jeshi kwenye nchi yenu. Muko munafikiri Uganda inaenda kuwakomboa, lakini Uganda ike inaenda kuwaibia mali yenu. Uganda ike inaenda kuwaua. Uganda bako banaenda kubaleta mu divide and rule, babatafutishe mu ukabila, muwane nyinyi kwa nyinyi. Sasa wanawadanganya ya kwamba kwenye Kongo kuko ADF. Wasikudanganye, ADF ni Museveni yenyewe. ADF ni Museveni, alitia ADF Kongo na makusudi. Alitia ADF Kongo na mshimamo fulani kwa kutafuta mambo ambao inaweza kumsaidia kama yeye mtu binafsi. Kati ya nyuma yake kuko nchini ya North Korea, kuko nchini ya China, bako banaenda tafuta fanya empire. Empire yani ndio utawala wa kifarume. Bako banaenda kamata North Kivu, kuanzia sehemu za Nobili, kuanzia sehemu za Kamango, baende Beni, baende Wicha, baende Eringeti, Kirumba, Kanyabayonga, Musienene, yani baende mpaka Kaina, bateremuke Kiwanja, Ruchuru, Kongo yote hiyo sehemu wakamate waitie mu Banyarwanda, ikuwe sehemu nyingine natawaliwa na Wanyarwanda ndio wa Museveni. Hao watu walikaribishwa na raha kwenye hizi nchi mbili, Kongo na Uganda. Lakini Museveni ameua Uganda yote, wafalme amewaua. Ameua kila mtu. Ukisema kwa mambo madogo na kufa. Sasa amewaingilia Kongo, mko mnapiga mikono ya kwamba iko anaenda kuwaokoa. Hakuna ADF. Wakati Museveni ameingia kule ndio mauaji naenda endelea zaidi wa Kongomani. Wakati Museveni ameingia kule mambo naenda vurugana sana mpaka nyinyi yote mnateseka, mtafikia kiwango na cha kukimbilia Uganda na Tanzania, yani mkuwe wakimbizi, muache nchi yenu bana watawala. Hamuwezi mkatazama mbali, mshasimama mkasema mnawapigia mikono Uganda na watengenezea barabara. Uganda unakamata Uganda 13. Njoo naeneza Kongo moja. Kongo kwa utajiri ambao mko nao duniani mungekuwa hata watajiri wa kwanza, lakini mko usingizini. Kongo kwa utajiri mko nao, Uganda inaweza kuja na mnagana tena watengenezea barabara. ADF ambao wako msituni na busira budogo ambao wanakuwa nao, je ulizo wanaweza wakawaletea ndege? Kubaletea ndege kusema tena piga ADF. Trailer za tanka za jeshi kukuja zinapiga ADF. Kuletea migi hizo ndege za kukimbia sali sasa zinapiga ADF. Batu wadogo wenye wanakuwa msituni juu ya nini hawapitie chini chini. Bako wanaingiza mashini, bako wanaingiza silaha kubwa, bako wanaingiza tanka kubwa sana, bako wanaleta machuma zenye hamtaonaka tena, lakini bako wanaenda fika ndani banabageuka, bako wanaenda gabula nchi yenu inakuwa sehemu moja ya Wanyarwanda.
wako wanaenda gabula nchi yenu, lakini wamekuja na siasa ya kuwatengenezea barabara, wamekuja na siasa ya kupiga ADF, wamekuja na siasa mengi sana. Nyuma kuko wa China, kuko wa North Korea, nchi yenu ike naenda. Sai kuko na sehemu moja Mkongo bako wanaweka hiyo mabunduki za nyuklia ambao zenye ziko zinaenda kuwatesa. Bakongomani, mutoke usingizini. Muko watu wako na nguvu, muko watu wengi sana, muamuke nyinyi yote kwa ujumla, muingie barabarani, muingie vituo vya serikali, mulunguze kila kitu kwa kufukuza Uganda kwenye Kongo. Kwa kufukuza Uganda kwenye kutengeneza barabara za Kongo. Weje ulize, enda ku telefoni yako uulize kwenye Google, Uganda ni yangapi kuinchi ambao zinakuwa maskini? Iko ya namba 8. Juu ya nini banakuja namna gani kwa kubatengenezea barabara? Wale ambao washaenda kwa Uganda, muende tazama barabara Uganda ziko mzuri. Waganda wako wanateseka sana. Sasa wanaingia Kongo ati wanabatengenezea barabara. Sawa, kama wanaweza bakawaua mkishaenda migomo kali. Nyinyi ambao mutasikia hii audio kikuwa nchi za kigeni, tafuta kila kwenye kunakuwa embassy ya Amerika, kwenye kunakuwa embassy ya China, embassy za Norway, embassy za Uganda. Bakongomani musimame, mupige kelele na migomo ya nguvu, museme Uganda, Museveni toka kwenye Kongo, Kagame mutoke kwenye Kongo, Burundi toka kwenye Kongo. Esipokuwe hivyo nchi yenu emeenda. Wakati munatazama batoto yenu kesho batawauliza, baba balitoa nchi yetu na kuiba nchi yetu, mulikuwa mko wapi? Nyinyi wenyewe mtakosa kama watoto, mtawajibia nini? Tafadhali Mkongomani mwenye anakuwa Europe, mwenye anakuwa France, benye wako Spain, benye wako Germany, Norway, Germany, Sweden, Scotland, wapi, kila mahali popote kunapopatikana Mkongomani, mujeunge mkono moja. Banakwambia mene kuungana ndiye naweze katafuna mfupa. Mene kaungana ndiye naweze kakula nyama. Mkongomani msipoungana nchi yenu ike naenda. Hii mambo ambao mnasikiliza mnaenda kuitazama kesho tena sio mbali, sababu mikataba imefanywa na mambo imefika kumwisho. Banaenda gabua nchi yenu. Wakongomani mnaenda kufa. Jeshi la Uganda limekuja wakati iko tayari, tena sio Waganda, ni Wanyarwanda na wengine wanatoka Angola. Wametingilia sehemu za Nobili, wakaingilia sehemu za Nyauka, bakaingia humu Kamango, banaenda piga Kongo. Mpango ni kugabua nchi. Mpango ni kugabua nchi. Musimame nyinyi wote kwa ujumla wa Kongomani, mkomboe nchi yenu. Hakuna mwenye anaenda kukukomboa asipokuwe we mwenyewe binadamu Mkongomani kamilifu. Sasa mnapigia watu mkono Waganda, hamjui historia. Nani aliyetea kabila mkubwa kufa? Museveni ndiye ametia Tshisekedi. Museveni ndiye aliua Mobutu. Museveni ndiye amefanya Kongo inateseka mpaka saa hii. Mpaka kwa sasa ameingia na nyinyi kwa ujumla mmempatia njia. Wakongomani mwache kulala. Kesho mnaenda kula vumbi. Wakongomani mnaenda kosa chakula. Mnaenda maisha kuwa mabaya. Nchi yenu ndiye inakulisha Rwanda. Nchi yenu ndiye inakulisha Uganda. Nchi yenu ndiye inakulisha Burundi. Wakati Uganda inakosewa chakula, inakimbilia Kongo inapige na iba mapembe ya ndovu, mambao, singa, kopa, gold, diamond ambao mnaita diama, muko munalala mpaka saa hii muwapatia uhuru wameingia nchi yenu. Kongo mnakufa nini? Kongo mnakufa nini? Kama ni kuomba Mungu muombe, mufanye migomo, muingie barabarani, mulilie dunia mzima, mulilie Amerika, mulilie Europe, mulilie France, mulilie Germany, mulilie wapi, muambie mutusaidie, Museveni anaenda kutuua. Sasa Somalia ike nateseka. Ethiopia wako kati ya vita. Museveni ika anavuruga Kenya. Mpaka Kenya juzi hapa, yani mgombea kiti ambao anaitwa William Ruto, Kenya Uhuru alimkataza kuingia Uganda juu ya kutambua mambo ambao Museveni anamfanyizia. Kuiba uchaguzi, kuiba kura na vingine kadhalika. Sasa nyinyi mmekubalia Wanyarwanda kutawala Uganda. Museveni ni Mnyarwanda. Majina yake kamilifu anaitwa Karekezi Rutabayisirwa, ndiyo majina yake kwa utaratibu.
Wakati aliingia Uganda saa mkimbizi, wakawaingiza kwenye jeshi, akafanya mipango, akatawala mpaka saa hii anamaliza watu. Nyinyi wa Kongo mko mnampigia mkono. Wakongomani toka usingizini. Lala machari kwenye kitanda yako na tazama juu. Ufikirie mahali wapi umetoka. Museveni aliwatolea Mobutu. Mobutu mlikuwa mnalala, mlikuwa mnakula mzuri, mlikuwa mnapiga ngoma, mlikuwa mnakula raha. Tangia Mobutu akufe hakuna kinachoendelea katikati ya nchini Kongo. Sasa mlitoa Kabila kwa sasa akatia Tshisekedi ndiye anaongoza. Tshisekedi ni picha iko pale tu. Lakini mko mnapatia watu mkono wazi na njia kuingia Kongo. Wako wanaenda wabakia watoto, hata na sasa hivi shaanza. Wako wanaenda wabakia banamuke, banaenda kubatiamu nyinyi kwa nyinyi, mnajeua nyinyi peke. Anakuja sehemu moja banawaua, kesho banakuambia ati mabandi wa ADF ndio waliwaua, mpaka nyinyi wote wanawamaliza. Mimi nakwambia banaenda tawala sehemu ambayo inaitwa North Kivu, ekuwe nchi nyingine. Bali hisabu madwani hivi. Bakahisabu dwani ya Nyauka kule Nobi, bakahisabu dwani ya hapa Karuru Makasindi, bakahisabia dwani ya kule sehemu ambao kuna ingilia kiwanja kunaitwa Bunagana, bakahisabiria dwani ambao zinakuwako na nini na kuingiza pesa. Bakaona hii inchi inaweza kutoka kwenye Kongo na kuwa inchi ambayo inajitetea peke, ndio North Kivu. Lakini Kongo mko mnalala. Bana badanganya sijui ADF, sijui Banalu, sijui ati Waislamu. Museveni mmempatia mkono wazi, acha mteseke Wakongomani. Muingie barabarani. Benye bako Bulaya bakamate tu, bakamate mapraki, bakamate makaratasi banaandika kwa Museveni toka Kongo. Museveni unaua Wakongomani. Museveni wenjo ADF. Banasimama kwenye embassy za Amerika, kwenye embassy za Jerumani, kwenye embassy za wapi, banapiga kelele atatoka. Lakini mko mnasinzia. Basi mimi nabasikiria huruma. Nabasikiria huruma basi. Wakongomani mwamuke, hakuna Museveni chenye anaenda kubaletea. Nchi yenyewe iko ndogo kama Lupao ya Uganda. Inaweza kaenda saidia namna gani nchi moja kabambe kama Kongo? Mko na kila utajiri wa udongo. Mko na kila kitu ambao kinaweza saidia mtu. Mpaka kwa sasa mko mnasinzia, mko mnapiga mkono ati banaenda kuwakomboa. Banaenda jekomboa we peke. Hiyo ndio ujumbe wangu kwa Wakongomani. Ukipata hii audio tafadhali itembeze na mwingine anaipata. Tuone ya kwamba tunaweza jisaidia, lakini Mnyarwanda ametesa mtu kwenye dunia hii.